afternoon. Kuna kitu ambacho mchana huu unaenda kukuacha nacho. Huu ni mchana au ni nini? Ni mchana. Tuishi hapo. Huu ni mchana. Sasa kuna kitu ambacho naenda kukuacha nacho muda huu. Shika hichi kitu. Hakikisha haya maisha hayakukontrol wewe. Wewe ndo unayakontrol haya maisha. Endapo maisha yakachukua nafasi hiyo kukukontrol wewe, umeisha. Hii dunia itakuwa ina power kuliko wewe. Hakikisha wewe una power kuliko dunia. Kuna watu mnafanya vitu afa mjui ni kwa nini mnafanya vitu. Kuna watu mnafatisha mikumbo, hamjui ni nini ambacho kinaenda, vitu ambavyo namna vinaenda. Kwa nini kiliwekwa hicho kitu? Kwa nini yani, mfano naweza kuwapa kwa kuambia hivi kwamba hakikisha, kabla ya huo mfano kwanza, nikikwambia kwamba hakikisha dunia haikutawali wewe, ndo unaitawala dunia, na maanisha watu na vitu. Hakikisha hamna mtu ambaye anakutawala kukwambia kwamba fanya hiki. Yaani unafanya kila kitu ambacho mtu anakwambia, unafanya kile ambacho unaambiwa. Hakikisha unafanya kitu ambacho unataka wewe kufanya, na sio mtu au watu wanataka wewe ufanye. Nikisema kitu na maanisha kitu kile. Mfano, unayaona haya maji hapa, mfano maji haya yanataka mimi niyanywe, lakini mimi sitaki kuyanywa maji haya mpaka pale nitakapoamua mimi kuyanywa. Mimi ndo ninaamua kunywa maji haya, na sio maji yanaamua mimi niyanywe. Si unanielewa? Okay, nitatolea mfano pale ambapo tunakuwa kwenye, tunasema ni mifungo. Nini maana ya mifungo tunayoifunga ile? Unaweza ukasikia kwa watu wengine wanaita labda ni Kwaresma. Kwa nini tunafunga Ramadhani? Kwa nini tunafunga? Yaani kwa nini tunafunga? In short. Kwa sababu mojawapo ambao nitawaambia leo ni kwamba ile power unatakiwa kuwa nayo wewe ya kufanya vitu vile. Ujue kama wewe una power. Ukiamua kusema kwamba mimi sitaki kufanya hichi kitu, ila kitu kile kisitaki wewe ukifanye, wewe ndo utake kufanya hicho kitu, kwamba mimi naamua leo sili mpaka saa 12 jioni ndio nitakula, na chakula hakiwezi kunipangia, mimi ndo nitakipangia ni nini cha kufanya, na kitafanya vile ambavyo mimi nataka, na lazima kifanye kwa sababu mimi ndo nimetaka. Mimi nina power over it. I have power over it. Sijui unanielewa vizuri? Kwa hiyo unapokuwa yani kwenye mfungo, kuna vitu ambavyo unasema hiki sitaki kufanya. Kuna maamuzi ambayo unatakiwa kuwa nayo ya kuwa na msimamo, ambayo huenda kwa kipindi ambacho cha kawaida unawezekana ulikuwa hutambui hilo, kwamba unaweza ukafanya hivi vitu, unaweza ukafanya hivi, lakini kwenye kipindi kile unashangaa kwamba unaweza ukawa unafanya na utapata shida sana ikiwa utambui ni nini maana ya watu wanavyofanya hivyo. Utapata shida sana, utakuwa ni msindikizaji, hujui nini maana ya mfungo, hujui namna ya kujisimamia, kwamba mimi uamuzi wangu ni kwamba mimi sitaki kufanya hivi mpaka pale nitakapoamua kufanya hivi. Wow, it's amazing. So endapo utafunga, utapata kujua kwamba kuna uwezekano mkubwa wa kuwa na power ya kufanya vitu ambavyo ukiamua kwamba utafanya, basi vinakusikiliza.
na sio kufanya fanya tu. Kuna vitu ambavyo unaamua wewe kufanya na sio vitu vyenyewe ndio vinaamua wewe uvifanye, kwamba umefika muda wa kula na unaenda kula, yani hata usikie njaa, kwa sababu tu ni muda wa kula, wewe unatakiwa ule. Wewe unahisi kwamba kuna vitu unatakiwa kufanya, vitu vile, kuna kitu ambacho unatakiwa kufanya, kwamba usipofanya kitu kile wewe utakuwa hauendani na watu wengine huku, hauendani, utakuwa ni mtu wa tofauti. Uenda labda kwenye grupu lako au kwenye watu unaowafahamu wanafanya vitu vile. Kwa hiyo ili na wewe uwe ni mtu wa kawaida kama wao, unatakiwa na wewe ufanye kile kitu. Sio unafanya kwa sababu unafanya, unafanya kwa sababu kile kitu ndo kinataka wewe ufanye, ili uwe sawa na kwa sababu watu wanafanya na wewe ufanye. My darling, utachelewa sana. Kuna vitu vinahitaji practice. Usifanye kitu kwa sababu watu wanafanya. Usifanye kitu kwa sababu muda huu ni wa kufanya kitu kile, kwa hiyo tunatakiwa kufanya, na sio kwamba, yani usione kwamba wote tunatakiwa kufanya kitu hicho. Sio lazima ufanye vitu vile. Wewe ukienda na njia yako sio mbaya, itapendeza pia, itapendeza. Usiende vile ambavyo usifanye kitu kwa sababu watu wanataka wewe ufanye, au kwa sababu watu wanafanya hivi na mimi nafanya hivi. My darling, asante kwa kunisikiliza.